haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Please try again later. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Kwa nini unanishika bila ruhusa yangu? Nimefanywa kwa nakupenda. Napenda kuwa karibu yako. Natasha. Jioni kama wazuri sana kwangu. Wenye muonekano mzuri pamoja na harufu nzuri sana. Na huwa najiona mwenye bahati kubwa mno hasa nikikuona pia ukiwa karibu yangu. You're so beautiful. Nakupenda. Hivi mapenzi ndo waga hivi, naempenda na niumiza. Mapenzi ndo waga hivi, ina maana mapenzi ndo waga hivi, naempenda na mwingine. Kutaki mtani mwema. Maumivu ya moyo ni machozi usoni yanantiriri, ina maana uoni wewe sawa. Unaniambia twendani, hata tabia tufanani. Like ungejua ya ndani, ungenipa nafasi. Ona unanifanya nini? Shikamoo bibi. Marahaba, asubuhi. Salama. Mbona unaniamsha asubuhi? Vipi mjukuu wangu, kuna shida? Hapana, ila naomba unisaidie shilingi 500 kama unayo. Niwahi chuo. Kwa maana leo tuliambiwa kwamba tunafanya mtihani. Na ukizingatia nimechelewa sana kuamka leo. Mjukuu wangu, nimeamka mimi leo sina hata senti 5. Sijui hata utafanyaje. Lakini jitahidi tu, fanya kila njia wetu kufika ukawahi mitihani. Ila nashukuru umewahi na mimi pia kuniamsha niende kibaruani. Basi sawa bibi. Wewe hata usijali. Acha mimi niende, tajua ni namna gani mimi nitatumia ili niwahi. Haya, uende salama, kwa makini. Sawa, bye. Haya, bye. Nahisi naisha, dunia imenielemea,
nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna.
Samahani sana dadangu. Imetokea bahati mbaya tu. Kusema kweli sikukusudia kabisa kufanya hivi. Naomba unisamehe mimi. Pochi yako hii hapa nimekukutea. Pochi yako hii hapa dada. 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 Dadangu. Pochi yako hii. Asante. I'm so sorry. Usijali. Kazuri kazuri katoto kama baro changa wa moto sauti laini ya kiniko hello hello tainge kwa kura na doto kikuchagua uimelo hivi ni zawadi ya madoto kuwa na wewe kama kunipenda usidishi zidishe tulivyo wabadi tuatishe Ondokakake kule nyuma. Nakwambia kule. Alafu wewe uko kwa nyuma. Nyuma kabisa. Uko nyuma toka ya. Max, kwani umechelewa mpaka sasa hivi? Unajua kama leo unafanya mtihani? Hapana sawa. Nilikuwa na taarifa lakini nimechelewa sana kuamka leo. Naomba uweze kunipa nafasi niweze kufanya mtihani. Lakini zimebakia dakika 20 tu mtihani umalizike. Je, ukipewa nafasi dakika 20 unaweza kufanya mtihani?
Ndio saa. Hata kama zingebaki dakika 10, mimi ningekuwa niko tayari kufanya mtihani. Okay. Wahi haraka. Thank you sir. Kwa hiyo mwanangu, nilikuwa naangalizia pale, umeona na faidi sana, si ndio? Alafu wewe wa kiume, acha ujinga. Mimi ndo nitakayebeba jeneza lako wewe, acha ujinga. Umeona na faidi sana. Huu uboya huu mwanangu, huu uboya. Alafu nakwambia tena huu uboya tena huu. Sasa ndugu yangu, wewe kama unataka kufaulu si usome? Sikia wewe boya. Sikia anayefaulu chuo anasoma sana. Chuo ni technique na ujanja tu. Sasa nakwambia hivi, wale wako ingie kwenye anga zangu. Samahani kaka. Bila samahani. Eti kwa mfano mtu hajasoma, alafu wewe mchana anakuambia umsaidie, wewe utamsaidia? Yeah, nitamsaidia. Because always maisha ni kusaidiana. Na uwezo ukajua yeye atakusaidia wapi. Iko kitu hakiwezekani. Yaani mtu hajasoma kabisa nimsaidie. Yaani nitumie nguvu zangu mimi nimfadishe mtu mwingine. Iko kitu siwezi fanya. Unajua? Hata katika maandiko matakatifu anatuagiza kuwa tuishi kwa upendo. Na moja kati ya nguzo ya msingi sana kwenye upendo ni kumsaidia mwenzako pindi pale tu anapokuwa amekwama sehemu. Sasa kama kulikuwa na uwezo wa kumsaidia, ungemsaidia tu. Yaani bro, nilipokuwa nasoma Biblia nilikuwa na mtu wa maana sana. Na hata Mungu mwenyewe alimwambia Adamu atakula kwa jasho lake. Sasa mimi weje nimsaidie kama nani? Kwanza naona hapa pameshaingia kiza tayari. Ngoja mimi nikuache.
Habari. Sitaki cha salamu yako. Ni miezi miwili sasa unanizungusha kuhusu hela yangu. Unaniambia kesho, haunilipi hela yangu. Najua mjukuu wangu kama unanidai. Lakini kwanza hebu jaribu kunivumilia. Mimi sipendi madeni pia. Lakini leo jioni mimi nitakuletea hela yako. Leo jioni, si ndio? Sasa leo jioni usiponiletea hela yangu, timbwili nitakalo kufanyia itakuwa historia kwenye maisha yako na hutokaa usahau kwenye maisha yako. Utaelezea mpaka wajukuu zako. Nahisi naisha, dunia imenielemea, nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Pole sana kwa leo kukuta leo. Najua sio kusudi kabisa, bali kuna sababu. Kwa maana sio kaida yako kabisa kuchelewa kwenye mitihani. Asante. Ila imetokea tu bahati mbaya. Kwa sababu nilichelewa sana kuamka. That's why ikawa hivyo. Ila mimi nashukuru Mungu umefanikiwa kufanya mtihani. Kwa maana kusema ukweli, nilikuwa sina amani kabisa. Kwa nini sasa ulikosa amani? Kwa sababu nimejaribu kukupigia ukaupatikane. Kwa hiyo nikahisi labda kuna habari imekufika. Penzi donda nzishajifia, ukiondoka ndo hatari, wenye pesa wakakununua. Haye. Mimi nikushukuru tu rafiki yangu kwa kuwa umekuwa mtu wa kunijali sana. Na toka nikufahamu, maisha yangu yameanza kuwa na chembe za furaha. Kuhusu kutokupatikana ni kwamba simu yangu imeharibika. Na jana usiku mzima nimekesha nikitengeneza. Na hicho ndio kitu kilichonifanya mpaka nimechelewa kuamka. Pole sana. Kwa hiyo hizi Max hauna simu? Ndio, lakini hata usijali. Nitanunua tu nyingine pindi nitakapopata pesa. Sawa. Yananoga mapenzi mama, raha ukipenda ukapendwa, raha jamani, mapenzi matamu haya ni raha, mimi naye tumependezana, ni raha na enjoy kwa muda na sahau shida, honey boy na misi mikira muda na mwita darling, moyo kwake nimesha. Wanangu, kusema kweli testi mwanangu imenipiga kichizi yani. Nilikuwa sijui swali hata moja mtihani mzima. Nilichokuwa najua pale ni kuandika tu jina langu mwanangu. Kwa hiyo ni kama mimi tu mwanangu. Mimi umenigonga kisenge. Oya wangu, mbongei. Tutaongea nini sasa hivi? Mtoto wa mama, Grace anasoma nyumbani. Ndipo sikuta swali moja au ndo amemshinda. Yote kaoa. Da, wanangu. Wale mtu alivyofanya. Stoboy kabisa wanangu, stoboy. Kwa wanangu amwamini au? Maneno haya sio mageni hapa chuoni. Sasa kidogo wanangu. Tukapoe basi hapo chimbo ama vipi? Baridi wanangu. Nakuona kipanga wa darasa. Oh, unamwona kipanga wa darasa? Naona leo amechelewa kwenye mtihani. Unajua hili? Kamejichelewesha kwa makusudi ili kakifeli kapate kisingizio. Cheki kiatu zile uvai.
Ngozi ya kenge mzee. Sikapewa na babu yake kiatu. Ile ngozi ya chui. Viatu vya urithi. Unajua nini? Pesa ndo kila kitu. Hata mgonjwa anapoumwa hospitali anategemea pesa ili arudishe uhai wake. Wewe huna pesa kushindana na sisi. Mtoto mdogo wewe. Pesa atoe wapi mkuu? Sawa dogo, wewe endelea kusoma, vitakusaidia ila wewe bado sana, yani bado. Nahisi naisha, dunia imenielemea, nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Nashukuru Maulana umeilidhia, umenikubali. Je, wazazi wakinisikia watakubali? Dada samahani, nimekiona toka kule ukipita, nikasema kupita hivi bila kusalimia itakuwa haipendezi na ni dhambi kubwa sana. Kwanza habari yako? Sawa. Unajua sisi binadamu kwenye hii dunia tunapita tu, na nimesikitika sana kukuona unapita kwenye njia sio sahihi kibinadamu na kiroho pia. Mbona sikuelewi una maana gani na ni nini lengo lako hasa la kunisimamisha hapa? Dadangu, kwa jinsi tu unavyoonekana, appearance yako, mavazi yako, ni dhahiri kuwa upo mbali na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini usimrudie Mungu wako leo ukaokoka, uko na vaa mavazi yako mazuri yanayopendeza kwa Mungu na machoni pa watu pia? Mrudie Mungu wako leo. Umemaliza? Shida sio mimi kumaliza, ila ninachotaka mimi ni kukutoa kwenye hicho kizu ulichopo na kukuleta kwenye mwangaza wa kiroho. Hata tukiangalia Yohana 7, Mwenyezi Mungu msamehe binti kwa maana ajua alitendalo. Mambo. Najua kwamba haupendi nikusamishe mara kwa mara, lakini nafanya nilipokuwa nakupenda. Na vipi kuhusu jibu langu sasa? Mbona kunipa? Nili kwamba are you still thinking? Yeah. Why not? Bado nafikiria. Ningekuwa nimeweza kufikiria ningekupata mwenyewe nikupe jibu lako. Hivi mapenzi ndo waga hivi, naempenda na niumiza. Kitu kingine, next time sitaki unisimamishe tena. Na kuhusu jibu lako nitakuletea mwenyewe nikimaliza kufikiria.
maumivu ya moyo ni machozi usoni yanantiriri. Ina maana uoni wewe sawa, unaniambia twendani, hata tabia tufanani. Lai tungejua ya ndani, ungenipa nafasi. Ona unanifanya nilie. Mbona umerudi umepoa? Vipi? Amekuelewa? Umbaki ni ule ule tu kila siku. Ya kuma bado ananifikiria. Sija tuamalize lini tukarekodi wa wimbo. Samani nimechoka. Sema nini kaka? Kaka unazingua kinoma. Chuoni hapo kuna watoto wazuri. Watoto wamebarikiwa, wana kila sifa. Unahangaika na mtoto mmoja yule. Mtoto mwenyewe huyo. Achana naye babu. Tafuta watoto wengine wakali. Hapana kaka, mapenzi ni kama mchezo wa karata. Lazima uzichange karata zako vizuri ili usije ukakosea. Kaka, mimi naamini Natasha bado anakufikiria. Mpe muda. Bila shaka njaa inakuuma, si ndio? Hapana, ila kuna vitu tu nikijaribu kuvifikiria vinanifanya nakosa amani kabisa. Vitu gani hivyo? Wewe hata usijali, ni vitu vya kawaida. Okay. Twende tukale sasa. Mimi nimeshiba, sina hamu ya kula kabisa. Kwa hiyo nenda tu ukale, mtanikuta hapa hapa nakusubiri. Tulikubaliana kwamba tunaenda kula wote. Sasa why not? Basi na mimi siendi kula, nabaki hapa na njaa. Emsikia, niangalie basi. Hata tukale. Yananoga mapenzi mama, raha ukipenda ukapendwa, raha jamani, mapenzi matamu haya ni raha. Mimi naye tumependezana, ni raha na enjoy kwa muda na sahau shida. Honey boy na misi mikira muda, na mwita darling, moyo kwake nimeshautua na kutwa na sali. Penzi letu lidumu daima, la 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 la. Sasa jini kizito. Oya, nipangilie. Kesho tokea na ule mzigo basi mwanangu. Haina noma, nipangilie muda tu. Muda ile kila siku, muda ile tu. Au sio? Baridi haina noma. Sema nini? Msahau kufanya assignment ya yule mzee basi. Hapo vipi hapo?
Ningetamani leo nikusindikize hadi nyumbani kwenu, kisha ndo nirudi hostel. Mimi nikushukuru tu rafiki yangu, kwa kuwa umekuwa mtu wa kunijali sana. Lakini kwa leo mimi naona ungeenda tu hostel ukapumzike. Next time tutaenda wote mpaka nyumbani. Sawa. Lakini Max, mimi kuna jambo nataka kukuambia. Jambo gani? Na kuomba hata siku moja usijaribu kukaa mbali na mimi, kwa sababu wewe ndo mtu pekee unanipa furaha hapo chuoni. Na kitu kingine, mimi nikiwa karibu na wewe, moyo wangu unahisi kuwa na amani sana. Katika vitu ambavyo sijawahi kufikiria wala kuwaza kwenye akili yangu, basi ni hicho. Lakini pia binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa rafiki kama wewe. Rafiki mwenye upendo, lakini pia rafiki unayejali kuhusu mimi. Hivyo hata siku moja siwezi nikakaa mbali. Kweli? Ndio. Nimefurahi kusikia hivyo. Basi ngoja nikuache uende. Tutaonana kesho. But kesho ni weekend. Sasa tutaonana chuo au mtaani? Kwanza nimekumbuka. Kesho jioni nitakuja nyumbani kwenu. Tudiscuss na lile swali lilotupa sasa. Oh wow. Okay. You're welcome. Thank you. Bye. Bye. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu, lakini pia nikushukuru sana wewe. Vipi, ulifanikiwa? Leo hii bila hii baskeli sidhani kama ningefanikiwa kufanya mtihani. Zilibaki dakika 20 tu mtihani kumalizika. Usijali mwanangu, vitu vya kawaida hivi, lazima tusaidiane. Si unajua mimi naye ni ndugu. Usijali, siku ukiwa na shida nayo unaingia unaichukua tu hapo ndani, sawa? Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amin, amin. Priska, leo mwenzio ndo nimeamini kwamba mapenzi yapo. Kilichonikuta leo, yaani mpaka sasa hivi bado siamini. Mbona kama unanitisha? Umekutana na nini? Last week wakati naelekea chuo, nimekutana na mkaka. Ni handsome. Afu yeye anaonekana hana mambo mengi. Unaona? Nilivyomuona tu hivi, mwili wangu umesisimka. Yaani up to now, tangia asubuhi up to now, taswira yake bado ipo machoni. Joy, wewe nakupenda wapi na wapi? Wakati mimi nakujua fika, wewe na pesa ni pete na kidole. Afu sikutani for real. Yule kijana nilitokea kuvutiwa naye. Sijawahi kupenda kwenye maisha yangu. Ila this time, acha kabisa. Vipi, umechukua mawasiliano yake? Hapana, hata sikupata muda wa kuzungumza naye. Kwa sababu alikuwa na haraka sana. Hata sijui nitampataje.
utampata tu. Kama umekutana naye kwenye huu mtaa, basi atakuwa haishi mbali na hapa. Lakini bado nashangaa shoga yangu, itakuwa kakuvutia sana huyo kijana. Sweetheart. Nipo nyumbani sweetheart. Okay, habi. Hamna shida. Mjukuu wangu, leo Mboya akaja hapa, anadai hela yake. Vipi, haja kufokea? Kama kawaida yake, kafoka hapa. Nikamwambia basi naenda mimi jioni hela yako nitakuletea. Na jioni ndio hiyo imefika. Na mimi nimechoka. Bibi, hata usijali. Kwa kuwa kesho ni weekend na mimi siendi chuo. Ikifika asubuhi utanipa hiyo hela, mimi nitampelekea. Hai. Ngoja mimi nikapike. Lakini bibi, mimi kuna jambo nataka nikuulize. Jambo gani? Hivi ni kwa nini kila nikikuuliza kuhusiana na wazazi wangu haujawahi kunipa jibu ambalo limenyoka? Kama wazazi wangu walishakufa, mimi naomba tu uniambie ili nijue kama nipo kwenye kundi la watoto yatima. Mjukuu wangu, wazazi wako wapo wote wazima. Lakini hembu nipe muda. Mimi nitakuelezea kila kitu. Wewe ishi na mimi kama mimi bibi yako, kama mimi mama yako. Yote hayo utayajua. Furahi basi na bibi yako. Sawa. Kwani mimi nakunyanyasa? Basi naona tuendelee tu hivyo. Iko siku utajua kila kitu. Sitakuficha hata kimoja. Sasa mimi naenda. Mimi naenda kusoma. Nahisi naisha, dunia imenielemea, nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Nashukuru Maulana umeilidhia, umenikubali. Je, wazazi wakinisikia watakubali? Habi, utakuwa chakula gani kupikia kipenzi chako? Yaani kwenye sisi ndio kumisi mpenzi wangu. Nadhani kwa leo ndio chakula changu. Kwa watu wasifanye kupika. Bana, kwa serious nipikie nini? I'm serious baby. Bana nimeshakula kwa hivyo toka. Kwa hiyo tutakunywa tu maji basi. Vipi Priska kaenda? Priska katoka, kaenda kwa mchumba wake. Kwa hiyo tumebaki mimi na wewe. Ila vipi, kwa nini unamuulizia? Nimeuliza tu nijue kaenda wapi, maana usiku leo utalala, basi unalibia tena hilo baby. Afi. Ile nilikuomba, vipi umekuja nayo? Bwana sawa. Babe. Usijali. Kazuri kazuri katoto, kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello, hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimala.
Shikamoo bibi. Marahaba, za asubuhi. Salama kabisa. Naona umeamkia usafi. Leo nimeona ni waiwai kuamka kidogo nifage mazingira. Mimi naenda kwa Mboe kumpelekea hela yake. Maana hapa nikichelewa anaweza akaja hapa. Unamjua wale fujo zake. Lakini bibi, jana tulikubaliana kwamba leo asubuhi utanipa hiyo hela mimi nitaipeleka. Kwa hiyo mimi naona acha tu nimalize kufagia mazingira haraka zeni nampelekea. Sawa, lakini mimi nina safari yangu. Kwa nikipitia pale kwa Mboe nikishampa kuna sehemu mimi naenda. Ndio maana nimeona niende mimi mwenyewe. Wewe baki tu. Sasa kama ndio hivyo, acha mimi nimalize kufagia hapa kisha nifue nguo zangu maana ni chafu sana. Sawa. Bye. Haya, bye. Baadaye kidogo. Baby. Yes. Nimekutumia ile ambayo umeniomba. Kwa hiyo angalia kama ishafika. Asante. Basi mimi ngoja niondoke hapo. Tutawasiliana. Mbona unawahi kuondoka hivi? Ungesubiri ukanywe chai. Usijali. Kuna mali na hapo mara moja, kuna issue fulani nafuatilia ni muhimu sana. Kwa hiyo nitakuja tu next time. Usijali baby. Basi, bye. Vipi bro? Bibi yako nimemkuta. Bibi ametoka kidogo. Hivi wewe na bibi yako mnanichukuliaje? Sasa hivi ni miezi miwili nimewakopesha hela yangu. Badala ya kunilipa mnafanya kazi ya kunizungusha tu kila siku. Sasa leo nimejia hela yangu. Lakini bibi ndo ametoka hapa muda si mrefu. Kaelekea huko nyumbani kwako. Na ndo alikuwa kuja kukuletea hiyo pesa yako. Kwa hiyo nahisi mnaweza kama mmepishana njiani bibi. Kwa hiyo wewe umekaa ukafikiria na ubongo wako kwamba ukinidanganya kwa staili hiyo, mimi nitaweza kukuelewa? Mimi sio kwamba nakudanganya, nakwambia ukweli. Naona mnijui vizuri. Sasa sikia, nachukua hizi nguo. Siku mtakapopata hela yangu, mtanifuata. Na kama kesho hamtokuja na hiyo hela, nazichoma moto. Nahisi naisha, dunia imenielemea. Nyumbani maisha, na bibi ananitegemea.
tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Nashukuru Maulana umeilidhia, umenikubali. Je, wazazi wakinisikia watakubali? Mwanangu, najua wanajao sana mwanangu. Tulikubaliana tuweze kuattend mapema, lakini mpaka time hii hapa hawajaweza kutinga mwanangu. Yaani mimi mpaka vibe linakata. Mimi nilikwambia mwanangu, Kizito anazingua kinoma. Yeye ndio tumwambia aje na karata. Angalia time mpaka hapa bado hajatokea. Afu yule mwamba toka amepata boom amekuwa anachelewa kinoma. Lakini kipindi kile hana boom, alikuwa anawahi kichizi. Sasa hizi angalia. La anazingua kinoma. Tatizo ile dogo anajikuta anasoma sana. Yaani unaweza kukuta muda huu hapa yuko anafanya assignment, aliyakuwa yule dogo alitakiwa awepo hapa, yani tuwepo mazingira, lakini unaweza kukuta saa hizi ndio yuko anafanya assignment na hawezi kuja bila kufanya assignment. Assignment gani? Yule dogo si mshamba wapi? Yule dogo si anatokea mkoa gani? Ndio hivyo mwanangu. Sasa unadhani tunafanyaje? Ndio wanetu sasa tunaishi nao. Sasa mwanangu, unajua nini? Ngoja niingie shop hapo hivi nikachukue kete ili tuendelee kuburuzana. Au unasemaje mwanangu? Ni kitu ninacho nilikuletea mapema, sinajua. Wewe ndio mtu sasa. Ngoja kuashia hapa. Baharia mwanangu. Afu nilikuwa na ukavu kinoma yani. Wewe usipiga kidogo babu. Mpige kakubwa kwa huku mwanangu. Yaani mwanangu umetisha. Sema nini? Tuwape muda wangu tuwasikizie kidogo hapa. Haina noma mwanangu. Mjukuu wangu, nimeenda kwa Mboya lakini sijamkuta. Nahisi kuna sehemu ameelekea. Huyo mbe umetoka tu hapa. Mboya kaja hapa. Nilikuta mimi nafua zangu pale kama kawaida yake. Kafoka. Lakini mimi nikamuelewesha kuwa mmepishana. Hajataka hata kunielewa. Kachukua nguo zangu kaondoka nazo. Yaani Mboya akachukua nguo zako? Ndio. Yaani hata ulivyomuelezea pia bado hajalizika. Jamani, mjukuu wangu, watoto wengine sijui wanazaliwa muda gani. Yaani wana roho mbaya. Ndio maana mwenyewe umekaa hapo tu kimya, huna kazi ya kufanya. Ndio. Kwa hiyo kama vipi wewe nipe tu hiyo hela, mimi nimpelekee ili nichukue nguo zangu. Hapana. Ngoja niende mwenyewe. Maana ameshanitibua. Hatimaye mtaani kwetu. Furahi kukuona. Karibu sana. Najua upendi kuniona. Kwa sababu kwa mimi hapa naona kama mwana shimo la takataka au shimo la choo maybe. Lakini mimi napenda sana kuwa karibu yako. Natasha, naomba jaribu kunipa nafasi kwenye moyo wako walau kidogo tu. Ili nidhihirishe upendo wangu juu yako. Na kama sina hiyo nafasi kwenye moyo wangu nifanyeje? Please, sema hivyo. Mimi naamini kwenye moyo wako kuna nafasi kubwa sana. Ni swala tu la wewe kukubali na kuridhia. Nikae kwenye moyo wako. Sasa nisikilize. Naona leo tumalize huu mchezo kabisa. Huenda hautonisumbua. Ni hivi, sikupendi, sijawahi kukupenda na sitakaa nikupende. Na kwenye moyo wangu hauna hiyo nafasi. Sijui unanielewa? Hivi mapenzi ndo waga hivi, nayempenda ananiumiza,
mapenzi ndo waga hivi. Ina maana mapenzi ndo waga hivi, nayempenda na mwingine, haya mapenzi ndo waga hivi. Maumivu ya moyo ni machozi usoni yanantiriri, ina maana uoni wewe sawa. Unaniambia twendani, hata tabia tufanani. Oya, wakamakaa wanangu. Mbona kama mnanikataa? Kwa mama wangu mama kutuweka mpaka mida hii hapa. Wewe tulikubaliana uje hapa Monie. Saizi ni saa 6 ndio unafika mwanangu. Au tulifanya makosa kukabidhi kete? Unazingua. Da. Sio hivyo mwanangu. Pale home nilikuwa na kipengele bi mkubwa alinikazia kinoma. Kwa hiyo ikabidi nimsikilizie kwanza. Maana yetu kipengele gani mwanangu? Wewe ulikuwa unafanya assignment. Wewe tunakujua kunguru wetu. Sema nini mwanangu? Ukiendelea na pigo hizo hapo si kwenye crew yetu tunakuondo na kukataa. Sure kabisa. Pigo hizo na gang letu hazikam kabisa. Sema nini mwanangu? Kama vipi nisameni basi. Next time mambo yatakaa buruda. Au vipi? Basi baridi. Asipoa, hebu toa kete hizo. Kete. Zigo hapo wenyewe huu. Nilijua utapotea. Yeye namshukuru Mwenyezi Mungu umefika salama. Hapana, nisingeweza kupotea. Unajua toka ile siku umenielekeza pale barabarani, nikalili vizuri sana sababu nilijua tu lazima kuna siku nitakuja. Sema nakujua vizuri. Ni swala la kukalili. You are so talented. You are my genius. Umeanza sabatani yako. Mimi na genius wapi na wapi? Wewe ndo genius wangu sasa. Si unajua mimi bila Esther boy. Tamana niko hapa. Anyway. Tuachane na hayo. Nimefurahi sana kukuona. Maana nilikumisa. Nilikumisi pia. Yaani siku ya leo nilikuwa naona kama haifiki vile. Si unajua mimi nimekuzoea. Sio muda wote niko na wewe. Wewe. Sijana tu tulikuwa wote. Sawa. Basi ngoja kwanza nikuletee maji. Maana jua ni kali sana huko nje. No. Hata usijisumbue. Yaani sina kiu kabisa. Unajua wakati nakuja nilinunua maji na nimetoka kuyamaliza hapo tu. Kwa hiyo sijali. Kweli. Au kwa sababu nimekukaribisha maji na sio juice.
Hapana, yani usichokijua mimi napenda sana maji kuliko juice. So usijali. I'm okay. Yeah. Dadangu. Pochi yako hiyo. Asante. I'm so sorry. Usijali. Kazuri kazuri katoto kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello, hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimelo, hivi ni zawadi ya mandoto. Kuwa na wewe, kuwa na wewe, kama kunipenda usidishi, zidishe, tulivyo wabadi tuatishe, tishe, kama milaza kwenu nifatishe, fatishe, chumba unoge kwa ralishe, amor. Mazingira yenu ni mazuri. Nimeyapenda sana. Vipi, unaishi na bibi yako tu? Ndio. Kwa nini muuliza? Nimekuuliza hivyo kwa sababu mazingira yenu ni mazuri. Alafu kina bibi wengi tunajua wanakuwa wamezeeka, wanachoka haraka, wanawahi kulala. Kwa hiyo wanakuwa ni ngumu kufanya usafi. Lakini kwani ni pasafi. Yaani nimepapenda. Au una dada wa kazi? Hapana. Hapa naishi mimi tu na bibi yangu. Na huwa tunafanya usafi sisi wenyewe. Unajua mimi na bibi yangu swala la usafi tunalipa sana kipaumbele. Japokuwa mazingira yetu ndio haya ya kawaida kama hivi ninavyoyaona. Lakini lazima muda wote yawe safi. Wow. I think kuna kitu nimejifunza. Lakini vipi? Kama uzazi wako kwa wapi? Shikamoo bibi. Marahaba, jambo? Si jambo. Kumbe tuna ugeni. Mzima wewe? Mzima. Haya. Karibu. Asante, shakaribia. Nguo zetu hizi hapa. Kama utafua sasa hivi ufue, mimi niko ndani kwanza. Sawa. Endelea kuongea na mgeni. Bibi yako ni mkalimu. Yaani nimempenda bora. Si kama mimi tu. Amekuzidi kidogo. Sasa sikia. Ngoja kwanza nifue hizo nguo haraka haraka then tufanye assignment. Hapana. Hauna haja kufua nguo ingali mimi niko hapa. Kwenda kapumzike. Afu mimi nitafua hizo nguo zako. No, Natasha. Unajua wewe ni mgeni hapa nyumbani. Na haipendezi kumpa mgeni kazi. Lakini pia kuzingatia hizo nguo ni chafu sana, zitakusumbua. Acha nikazifue mwenyewe. Sawa, mimi mgeni lakini sio kwako Max. Na ninajua nguo zinachafuka ndio maana zinahitajika kufuliwa. Lakini hata siku moja huwezi kufua nguo safi. Kwa hiyo niache mimi nitafua. Yananoga mapenzi mama, raha ukipenda ukapendwa, raha jamani, mapenzi matamu haya ni raha.
Vipi kamanda? Mbona kama upo kwenye usawa? Nini shida? Yaani siku yangu leo imevurugika mapema mno kabla hata jiko kuweka. Imeharibika kivipi? What's happened? Leo asubuhi wakati naelekea ghetto nikutana na Natasha njiani. Sasa unajua ile kupambania kombe ile, najua timu yangu. Nikamtokea pale kumuuliza kuhusiana kile ambacho nilimwambia. Yaani alichonijibu leo Natasha kimeharibu sana moyo wangu. Kakujibu nini? Yaani alichonijibu leo kaniambia wazi wazi kuwa hanipendi na wala hajawahi kunipenda. Kwa simsumbue. Yaani bado tu asingeniambia ukweli kwamba bado ananifikiria. Lakini kuliko majibu alionipa leo yameniumiza sana. Pole sana kapteni. Ili lisikuvunje moyo na lisikukatishe tamaa. Najua siku zote binadamu huwa tunaamua mambo kulingana na mood ambayo unakuwa nayo. Natasha leo atakuwa alikuwa kwenye mood mbaya. Mpe muda. Don't worry about that. Sasa ngoja tuone kozi bado nampenda sana. Na sipo tayari kumpoteza Natasha. Na nitapambana kwa damu ama kwa pesa. Na kisha kutu kwamba Natasha ni kwa mikono mwangu. Na sitomchekea yoyote yule atakayemsubira Natasha. Hivi mapenzi ndo waga hivi, nayempenda ananiumiza. Mapenzi ndo waga hivi. Ina maana mapenzi ndo waga hivi, nayempenda na mwingine. Haya mapenzi ndo waga hivi. Max, hivi kwa nini usio unakaa hostel? Unajua kutoka hapa hadi chuo kuna umbali mrefu sana. Nitamani pia wewe hivyo. Lakini ndio hivyo, bibi yangu alikosa hela kunilipia hostel. Sasa wewe inatokea nyumbani. Yes. Na vipi? Ukiwa unakuja chuo unapanda gari au unatembea kwa miguu? Huwa inategemeana na uchumi wa siku hiyo. Kama nina hela au wanapanda gari, ila mara nyingi sana wanatembea kwa mguu. Kutoka hapa hadi chuo kuna umbali mrefu sana. Naomba nikuombe kitu. Kitu gani hicho? Naomba ukiwa una nauli uniambie nikusaidie. Maana kutoka hapa hadi chuo ni umbali mrefu sana. Natasha, usijali sana kuhusiana na mimi. Kufahamiana kwangu mimi na wewe au urafiki wangu mimi na wewe isiyo sababu ya mimi kukuachia matatizo yangu. Kuhusu wala kutembea, mimi nishazoea kutembea, kwa hiyo wewe hata usijali kabisa. Max, sio kwamba unakuwa mzigo kwangu. Mimi nitafurahi kukusaidia. Kwa hiyo ukiwa una nauli niambie. Nitakupa nauli ya kutoka hapa hadi chuo na kurudi. Maxi, njoo mara moja. Bibi kaniita mara moja na kukuta. Sawa. Wazee, hivi mshafanya assignment ya Prof Joma? Kudada deki. Hata sijafanya. Sema sio mbaya, nitafanya hata usiku wa manane. Sema nini? Mimi nifanya kabla sijaja huku hivi. Si unajua tena Profesa Joma. Anaweza kuwekea 0 huyo. Achelewi. Sasa sikia. Utanitumia ni copy baadaye. Maana kichango erodi kabisa hapa. Oi Kizito.
hata mimi utanitumia nipite mle mle, si unajua mwanangu. Baridi haina noma. Kwa hiyo wanangu, leo hatuingii viwanja kwa sababu ya kaka assignment. Kwa sababu ya kaka assignment ndio tusiende viwanja? Hiyo kazi tutafanya hata huko. Lazima viwanja tuende, na hiyo ni kawaida yetu. Unajua bumu nimeshatema saizi, waleti imejaa. Lazima tuende. Lazima tuingie viwanja tukamwangalie moyo. Hakika. Hiyo iko wazi. Naambia bibi yangu. Nimekuita hapa tujue jioni tunakula nini, ndio jioni imeshafika hiyo. Ukizingatia na mwali ndio huyo hapo nje. Bibi bwana, yule mimi rafiki yangu tu. Nasoma naye chuo. Sio hata hivyo ninavyofikiria. Sawa. Lakini embo ona mnavyopendana. Mpaka mbona anakufulia. Hivyo unavyofikiria kuna urafiki wa mwanamke na mwanamke. Sikia, hebu tuachane na hayo. Tunapika nini? Ndio nikuulize wewe. Maana wewe ndio unajua mzee anapenda nini. Tupike ugali samaki. Maana anapenda sana kula ugali. Umeona eh? Unajua mpaka anachopenda kula. Sasa ngoja mimi nikapike. Alafu baadaye tutaongea vizuri. Ushaanza mambo yako bibi. Ngoja mimi nipo nje na mgeni. Sawa. Vipi? Umefanikiwa kuzipata? Hapana shoga yangu. Nimeenda paka kwenye hiyo duka la siku ile. Nimekuta kubwa tu. Nimekosa. Nikajaribu pia kwenda kwenye maduka mengine kutafuta. Bado nimekosa. Kwa hiyo hapa shoga yangu nina safari tena kwenda Kariakoo. Nilikwambia shoga yangu zile nguo ni kubwa, kuzipata size yako ni kazi sana, lakini usijali, next time utazipata. Ndio hivyo. Lazima nisipate. Vipi shoga yangu, umefanikiwa kuonana na yule kijana au hata kumuona? Sijafanikiwa kumuona wala kuonana naye. Na nipita njia ile ile ambayo tulikutana siku ile. Haijawa bahati. Ila ni lazima tu nimpate. Kwa sababu kichwa changu ni kama TV, inaonyesha movie yake muda wote. Na hamkweli ya kumuona yule kijana, maana naona amekuchanganya kweli. Yaani husikii wala uambiliki kwake. Wewe naye utamwona shemeji yako mtarajiwa, hata usijali. Haya, ngoja mimi niende gengeni. Sawa, mimi niko utanikuta shemeji. Haya, poa. Haya, mimi nikuelekea safari njema. Ufike salama huko uendako. Asante. Niwashukuru wewe na bibi yako kwa ukarimu wenu. Unajua sikutegemea kama siku yangu ingekuwa nzuri kiasi hicho. Usijali bwana. Lakini pia tukushukuru wewe pia kwa kuja kututembelea. Karibu tena. Asante. Acha basi mimi niende. Nikifika nitakupa taarifa. Mimi nadhani umesahau kwamba kwa sasa mimi sina simu. Simu yangu imeharibika. Ila mimi na mimi nitafika salama kwa sababu nakuombea sana. I'm sorry. Unajua nilishasahau kama umeniambia simu yako imeharibika. Lakini asante. Haya. Ila usisahau kumalizia ile page moja iliyobaki. Sawa. Haya. Bye. Haya. Mbona unachebegi tena? Sawa. Bye. Bye. Penzi donda nzishajifia, ukiondoka ndo hatari, wenye pesa wakakununua. Haye
yananoga mapenzi mama, raha ukipenda ukapendwa, raha jamani, mapenzi matamu haya ni raha, mimi naye tumependezana, ni raha na enjoy. Mambo Kwa habari? unashinda? Salama, za tangia jana. Njema kabisa. Mzima? Uko poa? Vipi ulifanikiwa kuzipata? Hapana, nimeenda but zote nilizozikuta zilikuwa kubwa. So nitaenda next time. Okay. Basi mimi ngoja nikuache. Bali kwa napita kwa mama moja. Kwa nikuone mara moja. Basi asante kipenzi changu. Tutawasiliana. Basi mnashika. Take care. Okay, bye. Bye. Mambo. Poa. Hivi wewe ni mwenyeji katika haya maeneo? Yeah, mimi ni mwenyeji wa haya maeneo na naishi hapo karibu na kwa mzee Kasunga. Mimi sio mwenyeji sana katika haya maeneo. Kwa kama utojali, naomba tuwe marafiki, wewe ndio uwe mwenyeji wangu. Kama ni urafiki tu haina shida. Karibu. Mimi naitwa Max. Asante, naitwa Priska. Wewe unaishi maeneo gani hapa? Ukitoka hii nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndipo ninapoishi. Naishi na rafiki yangu ambaye tunasoma naye chuo. Oh, wow. Kumbe ni mwanachuo. Na unasoma chuo gani? Nasoma chuo cha Tumaini, kipo Mwenge hapo. Mimi pia ni mwanachuo. Lakini chuo tofauti kidogo. Nasoma University of Dar es Salaam. Wow, nafurahi kusikia hivyo. Kama hutojali, naomba namba yako ya simu. Kwa bahati mbaya namba yangu sijaishika. Na hapa sijafanikiwa kutembea na simu, lakini akijaribika kitu, wewe nipa namba yako, mimi nitakutafuta. Jamani. Lakini mimi sijatembea hata na karatasi. Kwani una karatasi hapo nikuandikie? Wewe hata usijali, wewe nitajie tu hiyo namba, mimi nitaishika. Okay. 07 56 53 12 14. 07 56 53 12 14. Yeah. Okay, basi mimi nitakutafuta. Okay, poa. Bye. Bye. Kazuri kazuri katoto kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello, hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimelo, hivi ni zawadi ya madoto, kuwa na wewe, kuwa na wewe. Shoga yangu, wewe kuna jambo nataka kusahau kukwambia na siwezi kulala bila kukwambia hili. Jambo gani hilo ambalo huwezi ukala bila kuniambia shoga yangu? Yaani hilo si jambo, ni kama zile la mentali na picha lake ni kama lile lilokutokea wewe. Nakusikiliza. Yaani ule mda anaenda gengeni shoga yangu, nimekutana na huyo kijana, ni handsome bara. Yaani nilipokutana naye mwili wangu kasisimka, yaani hapa nilipo inakwambia. Wewe ndio ikawaje sasa?
Nikamsimamisha tukaanza kuongea. Nikamwomba urafiki, akakubali, akaniambia anaitwa Max. Kwa hiyo hapa nasubiri tu simu yake maana nimempa namba yangu. Hongera bana, umekutana naye wapi? Nimekutana naye pale karibu na Gengeni kwa Mange. Akaniambia yeye ni mwenyeji wa haya maeneo. Alafu pia anasoma chuo. Kwa hiyo shogangu tarajia kumpata shemeji yako sio muda mrefu. Haya, kuja nisubiri kumuona shemeji yangu. Ila hata mimi siku sio nyingi nitakuletea shemeji yako muone. Maana yule kijana lazima nimpate. Lazima. Wewe. Na vipi kuhusu Jacob? Hata siku moja sijawahi kumpenda Jacob. Nilianzisha mahusiano na yeye ili kutuliza yale maumivu niliyopata kipindi kile. Ila nikifanikiwa kupata mtu nayempenda, basi huo ndio mwisho wangu mimi na Jacob. Hivi kwa nini usiachana naye mapema? Maana naona kama atakuja kuwa kikwazo kikubwa huko mbeleni. Niliwaza hivyo pia, lakini atakuwa hana budi kukubaliana na matokeo kwa sababu nitakuwa nishaamua. Sawa, mimi na mimi tutakuja kukutana na wewe kijana. Kila kitu kitakaa sawa. Wewe boya. Pisha wanaume tukae. Pisha. Nahisi naisha, dunia imenielemea, nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Nashukuru Maulana umeilidhia, umenikubali. Je, wazazi wakinisikia watakubali? Hivi udugu, kwa mfano wewe kuna mwanaume umempenda, unaweza kumwambia kama unampenda? Kumwambia moja kwa moja itakuwa ni ngumu, ila kuna njia naweza nikatumia kuhakikisha kwamba anajua kuwa nampenda. Njia gani hizo? Kwanza usiniambie kwamba kuna mtu unampenda. Hamna, nimekuuliza tu. Mbona nataka tu kujua. Au kuna kitu unanificha udogo wangu? Kwanza tuachane nayo mambo. Muda umeshaenda. Tuanze darasani.
washatuma, hawajasajiliwa, kwa hiyo wanatakiwa waendelee kusubiri mpaka pale mfumo utapokaa sawa sawa. Okay, by the way, see you next time. Diva, kuna kitu nimesahau kidogo darasani huko. Tangulia usije nitakukuta. Sawa, hiyo usichelewe. Maana mimi kuna mahali nataka niende. Na isitoshe siwezi kuondoka na funguo. Hata sichelewi, narudia sasa hivi. Okay, namba funguo. Baadaye. Mambo Diva? Poa, niambie. Fresh. Samani, unaelekea wapi? Niko naelekea zangu posta. Nilikuwa natamani sana kupata nafasi nizungumze na wewe. Hatimaye leo nimepata. Vipi, bado unaweza kuwa na muda tutoke? Kwa hiyo hapana, maana kuna mahali naelekea. Maybe kwa siku nyingine. Usijali, basi nisaidie namba yako ya simu. Sawa, hamna shida. Kazuri kazuri katoto kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello, hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimalo, hivi ni zawadi ya mandoto. Kuwa na wewe, kuwa na wewe, kama kunipenda usidishi, zidishe, tulivyo wabadi tuatishe, tishe, kama milaza kwenu nifatishe.
Hivyo boya, unajikuta nani kwenye hichi chuo? Maana kila muda unasoma. Asubuhi unasoma, mchana unasoma, usiku unasoma, na sio usiku, bado usiku wa maneno unasoma. Wewe ni nani hapa chuo? Hichi chuo kimeishi kwa ajili yako au? Chuo ni cha babako hichi? Wewe unaulizwa babu? Maana haiwezekani. Kila muda wewe ni madaftari na wewe. Unasomea kijiji au? Hivi ni kitu gani ambacho mimi nakosa labda? Au kusoma, sijipita tu kusoma. Sasa kuna shida gani mimi kusoma? Shida sio kusoma. Unasoma sana mpaka unakera. Kila muda wewe na madaftari na wewe. Unasoma sana mwanangu, unasoma sana, punguza. Sisi wetu tunatamani tuongoze kama wewe lakini tunashindwa. Unasingua mwanangu da. Sasa wewe naona madaftari ndo nakupa kiburi, si ndio? Sasa leo unachana, hafu tena utasoma nini sasa? Kumbe ndo nalomba kiasi hicho. Amekosea nini Max mpaka mnamfanyia hivyo? Nahisi naisha, dunia imenielemea, nyumbani maisha na bibi ananitegemea. Tunaishi nyumba ya kupanga, umeme maji hakuna, kulipa kodi tu majanga, tanipa nani heshima? Nashukuru Maulana umeilidhia, umenikubali. Je, wazazi wakinisikia watakubali? Penzi donda nzishajifia, ukiondoka ndo hatari, wenye pesa wakakununua. Haye Halo? Mimi naondoka. Funguo nimeacha hapo chumbani kwa G. Utazikuta. Aya. Hivyo kwani kinajia kubwa na kufanyia hivyo? Hata mimi sielewi. Ila wamekuwa wakinifanyia hivi mara kadhaa. Wakidai ya kuwa eti kwamba ninasoma sana. Kwa hiyo hataki wewe unasoma au? Pole sana. Lakini kwa uko na mimi, kila kitu kitakuwa sawa. By the way, kuna kitu nimekuletea hapa. Chukua. Hii ni kwa ajili yangu. Ndio. Uliniambia simu yako imeharibika. Kwa hiyo nimeona nikuletee utumie. Natasha, hivi ni kwa nini unapenda sana kujipa mzigo? Mimi sitaki kuwa mzigo kwako. Na kama ni simu, wala hata usijali. Mimi nitatafuta hela, nitanunua nyingine. Wewe mshika. Hii ni simu yangu ya zamani. Sijaona haja ya kuendelea kuiweka ndani, ili hali kuna mtu ana uhitaji wa simu. Kwa hiyo itumie. Hata hivyo, mimi nimekuzoea sana. Kwa hiyo nashindwa kukaa muda mrefu bila kuwasiliana na wewe. Okay.
Sing. Yananoga mapenzi mama, raha ukipenda ukapendwa, raha jamani, mapenzi matamu haya ni raha, mimi naye tumependezana, ni raha.